Gonza, muda unaenda sasa. Inatupasa tufikiri namna ya kuvipata viatu vya chifu, na hii ndio sababu ya sisi kurudi mwaka 1026. Ni kweli, ingawa imekuwa ngumu kuvipata, maana muda wote uko nayo, hata kulala na nani. Wanakijiji wote leo tunatakiwa kukusanyika nyumbani kwa chifu. Kwani leo ndio ile siku ambayo chifu anarudia ndoa ya pili. Wanakijiji wote leo tunatakiwa kukusanyika nyumbani kwa chifu. Kwani leo ndio ile siku ambayo chifu anarudia ndoa kwa mara ya pili. Wanakijiji. Anamaanisha ndoa ya Alute. Gonza, nahisi kuna kitu kimebadilika, maana miaka tuliyoishi sisi hatutakuolewa kwa mara ya pili. Ni ngumu sana kubadilisha historia, na kama historia inabadilika, hii ina maana gani? Gonza, nahisi kuna kitu kimebadilika, maana miaka tuliyoishi sisi hatutakuolewa kwa mara ya pili. Ni kweli, hata mimi nakumbuka miaka ya nyuma, Haruta ile siku ya ndoa kwanza hakuikubali ndoa na chifu akambaka, na lile tukio lilimuumiza sana Haruta, likapelekea kwenda kujiua. Sasa leo anarudia ndoa kwa ridhaa yake, hii imekuwaje? Wanakijiji wa himaya Chifu Bundara, leo ni siku ambayo ardhi pamoja na mbingu zitakwenda kushuhudia ndoa itakayofungwa kwa mara ya pili
ndoa ambayo itamuhusu chifu wetu kipenzi, Chifu Bundara pamoja na Alute binti Kayimbo. Sheria na taratibu zilizowekwa katika kijiji chetu naamini kila mtu anazifahamu. Litafanyika zoezi la ndoa, na baada ya kumalizika zoezi hilo, Alute atakuwa na mambo matatu ya kuyaomba kwa chifu. Hivyo basi, bila kupoteza muda, kwa heshima yako chifu, naomba zoezi liendelee. Kana atundelendele atundelendele akamwali atundelendele akamwali atundelendele chifu nakana atundelendele chifu nakana atundelendele akamwali atundelendele akamwali atundelendele akamwali atundelendele chifu nakana atundelendele chifu nakana atundelende akamwali atundelende akamwali atundelende akamwali atundelende chifu nakana atundelende chifu nakana atundelende akamwali atundelende akamwali atundelende akamwali atundelende chifu nakana atundelende chifu nakana atundelende akamwali atundelende akamwali atundelende akamwali atundelende. Kuanzia sasa, Alute ni miongoni mwa malkia wa Chifu Bundara. Malkia, sasa ni wakati wa yale maombi yako matatu ambayo ulikuwa unayahitaji kutoka kwa chifu. Karibu sana Malkia. Nilikuwa na maombi matatu. Ombi la kwanza, nilikuwa naomba usiku wa leo tulale pamoja. Nimekubali. Ombi la pili, nilikuwa naomba nicheze ngoma mbele yako. Sawa, nimekuruhusu. Ndio. Na ombi la tatu na tamati, nilikuwa naomba wakati nikiwa nacheza ngoma nicheze na viatu vyako. Halafu nitavirudisha. Haijawahi kutokea Hata siku moja. Sidhani. Umepata? Mzee amechanganyikiwa sababu watu wazima mmezidiwa. Au mtoto. Ndio bidasha kwa kufikiria.
Wallahi uongo. Sipendi maneno yenu. Piga ngoma. Chifu, mbona kama harudi? Jamani, kama mnavyojua kwamba kijiji chetu sasa hivi hakina chifu na hatuwezi kuishi bila chifu, si ndio? Na tunahitaji chifu. Tunahitaji chifu ambaye ana uwezo wa kutunza hazina, kututunza sisi na kutunza kijiji chetu. Hatuwezi kuishi bila chifu. Kuna mtu ambaye ana uwezo wa kuwa chifu hapa? Mimi naweza. Mimi naweza. Hasa mimi nishindwe nini? Mimi naweza. Naweza. Chifu huwa ana uwezo wa kuingia kwenye mti na kutoka. Je, kati yenu kuna mtu ambaye ana uwezo wa kuingia kwenye mti hapa? Mimi naweza. Mimi naweza. Mimi naweza. Mimi naweza. Hata sisi tunaweza. Kama kweli una uwezo wa kuingia kwenye mti, njoo ingie. Wameshindwa, oneni. Wameshindwa, oneni. Mwingine aje. Mimi siwezi kushindwa. Mimi nina uwezo wa kufanya kila kitu. Siwezi kushindwa kwenye kuingia kwenye huu mti. Mimi ndio mwanaume pekee ninaweza kuingia ndani ya huu mti. Malembe, Chifu Bundara, Nkiru Malembe.
Hakuna haja ya kumsalimia kwa sababu yeye hana uwezo wa kuwa chifu sasa hivi. Unajisumbua bure. Mimi nitakuwa chifu Bundala milele. Hawezi kuwa chifu. Lazima nitakuwa chifu. Mimi ndio nitakuwa chifu kijiji hiki. Nitatunza hazina zenu, nitawatunza na kijiji, nitatunza na kijiji kizima. Mimi ndio chifu Bundala. Kama kweli wewe ni chifu, njoo ingie kwenye huu mti. Heshima chifu wetu. Heshima yako chifu. Heshima yako Malkia wangu. Nimepokea. Kana, wewe ni mmoja kati ya wanakijiji hapa. Unalichukuliaje hili swala la kuongozwa na mtu ambaye hatumfahamu? Malkia, mbona umeniuliza? Nimekuuliza kwa sababu naona tunaenda kutawaliwa na mtu ambaye hafanani na sisi hata kidogo. Sisi sio tulomcha Malkia wangu. Ni dunia ya utawala. Sawa Kana, lakini tuna haki ya kupambania haki yetu. Kwa nini tukubali kuongozwa na mtu ambaye hatumjui? Hatujui familia yake, hatujui chochote kuhusu yeye. Karibu Malkia wangu. Heshima yako Malkia. Nimepokea. Karibu Malkia. Asante. Kayanda, unalichukuliaje hili swala la kuongozwa na mtu ambaye hatumfahamu katika kijiji chetu? Nalichukulia kawaida Malkia, kwa sababu kashachaguliwa kwenye dunia ya utawala. Hii haiko sawa Kayanda, haiko sawa kabisa. Unachotakiwa kufanya wewe kwa sasa ni
ni kunipigania mimi kama malkia ili niweze kuendelea kudumisha mila zetu katika kijiji chetu. Au wewe unalionaje hili? Lakini malkia, tunapaswa kutii amri ya chifu aliochaguliwa kwa sababu kakubaliwa kwenye dunia ya utawala. Kwa nini tupingane naye? Kayanda, nimekuja hapa kwako kwa matumaini kwamba wewe utakuwa mmoja kati ya wafuasi wangu. Naomba ubadilishe mawazo yako na uungane na mimi. Ni yeye huyo. Chifu kama chifu. Ni yeye. Safi sana. Heshima yako chifu. Poa poa. Chifu. Samahani chifu wangu. Kama ikikupendeza, tunaomba walinzi wako watupishe kidogo. Sasa sikiliza ndugu yetu. Nadhani unakumbuka kila kitu juu ya kilichotuleta huku. Na uzuri, wewe sasa hivi ni chifu. Sasa basi, Gonza, mimi sioni sababu ya kuendelea kupoteza muda. Mimi pamoja na Gonza tunafahamu hazina zetu zilipo. Kwa ninachokuomba, viatu tumeshavipata. Tufanye mchakato tukachukue tuondoke. Sioni Ni kweli. Hilo ndio jambo la msingi. Kule nilikuwa mwokota makopo na huku ni chifu. Hivyo basi siwezi kurudi. Hapana ndugu yangu. Sikiliza nikwambie. Ukirudi kule wewe ni tajiri. Ndugu yangu. Usichokijua, wewe ni wa mwaka 2026. Kaka, haya maisha ni hadithi. Ndugu yangu, fanya kilichotuleta. Sasa hivi kila kitu kiko kwenye mkono wako. Tufanye turudi kwenye mwaka 2026. Oya, tuna maisha mazuri. Wewe hujajifunza kitu kutoka uishi. Ndugu yangu, amka. sahihi Gonza. Unachokikumbuka kwa sahihi kabisa. Na mimi niendelee kushikilia msumari hapo hapo. Chagua moja kati ya hapo. Ukubali kukalia hiki kiti ambacho hakina faida yoyote kwako, ama tuchukue hazina iliyopo kwenye kijiji ili tukae matajiri mwaka 2026. Hapo akili kichwani mwako kaka. Amka. Kama mmekosa jambo muhimu la kuzungumza na chifu, ni bora mngeondoka. Ndugu yangu, ina maana umesahau mwaka 2026? Umesahau yale maisha? Ulikuwa na maisha yale kwa sababu ulikuwa haujamiliki vitu kama hivi, hujawahi kushika. Sisi ndio tulikuwa tunashika hivi vitu, na ndio maana tukashauriana ndugu yangu kwamba turudi ndani ya huu mwaka ili tufanye tutumie vizuri hivi vitu. Kaka, amka. Hivi vitu saizi havina thamani, havitakusaidia chochote. Mwaka 2026 ndio vina thamani. Gonza, huyu hawezi kuelewa kwa sasa, ila sisi tunaendelea kukwambia hichi unachoking'ania wewe hakina faida yoyote. Utatukumbuka. Tuondoke Gonza. Mimi cha kukwambia tu, amka kaka. Unaota. Amka, usije ukajikojolea kitandani. Gonza, nilishaanza kumtilia mashaka yule mwokota makopo. Ona sasa, tumekubaliana vizuri, halafu anatugeuka. Tunafanyaje sasa? Tanza, haina haja kulaumiana.
hapa lazima tufikirie namna gani ya kufanya ili mradi tufanikishe zoezi, kwa sababu tayari ameshakuwa msaliti. Kwa sababu binafsi sikutarajia kuona hata yeye pia anashindwa kuamini kwamba zile mali zina faida sana 2026. Inawezekana kwa sababu mimi sijaishi sana huko, ila nimeona majumba mengi sana, majumba mazuri, watu wamevaa vizuri. Hicho ndio pekee ambacho kimenishawishi mpaka tumekuja kufanya hilo zoezi la kuitafuta hiyo hazina. Sasa lazima tutafakari namna gani ya kufanya. Mimi ninachokiona kwa sasa, hatuwezi kuwa ndege wawili kwa jiwe moja. Ni lazima tuanze na moja, alafu ndio lifuate lingine. Sijakuelewa. Maana yangu ni kwamba ni lazima tukafuatilia hazina, na endapo kama tutafanikisha zoezi la upatikanaji wa hazina, basi litapata la pili na kuweza kupata viatu. Haitowezekana. Haitowezekana kama hatutapindua. Kumpindua? Una maana gani Malkia? Najua kila kitu. Nitawasaidia kila kitu ambacho mtakuwa mnahitaji, ila tu kunipambania ili niwe malkia. Malkia, ina maana kwamba endapo tukaamua kumpindua huyu kiongozi ambaye yuko sasa madarakani, alafu wewe ukashikilia kiti chake, utatusaidia na sisi ambacho tunachokihitaji? Ndiyo, nitawasaidia kila kitu ambacho mtakuwa mnahitaji, ila tu kama mtakubali kuungana na mimi. Kwani nyie shida yenu hasa ni nini? Shida yetu Malkia, hazina. Shida yetu ni hazina peke yake, si ndio Gonza? Mimi huwa nasikia hazina, lakini huwa sielewi inapatikana wapi.